that comes from doubt, danger, or lack of faith in God. It makes people anxious, worried, or distant from God's peace. Hiyo ni harmful fear or negative fear. Number 2, tukaangalia the holy fear, the holy one. Fear of God. This is a good kind of fear, deep respect, aware and honor for God. Is not being scared of Him, but recognizing Him, His gentleness, power, and holiness. Tukaangalia how to deal with fear. Point number 1, tukaangalia trust in God's presence. Number 2, pray and give your worries to God. Number 3, stand on God's word. Number 4, remember God's love drives out fear. Number 5, have faith, not fear. Last one, tukaangalia recall God's past faithfulness. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. So, sisi kama Wakristo tumeangalia how to deal with fear. And hope kila mtu amejua venye atakuwa ana deal with fear. Praise God. Hope wenye wamekuwa kwa klasi ya leo wamejua venye watakuwa wana deal with fear. Wakati unaona uko na uoga, unajua steps zenye utachukua ndio uache kuogopa. As a Christian, you trust in God's presence. Unaamini ya kwamba God is everywhere. Mungu ako kila mahali. Hata wewe hapo mahali uko na hiyo uoga yako, ukimuita, ukimuomba, yeye anakusikia. Trust in God's presence. Tukaangalia pray and give your worries to God. Tukaangalia stand on God's word. Uko unasoma neno. Ukitaka kuondoa uoga, kuwa mwepesi wa kusoma neno. Soma neno la Mungu. Neno la Mungu linaondoa uoga. Wakati tuseme uko mgonjwa, unasoma neno la Mungu linasema, kwa mapigo yake sisi tumepona. Unaona, imeshaondoa hiyo uoga ya ugonjwa yenye ulikuwa nayo. Remember God's love drive out fear. Have faith, not fear. Recall God's past faithfulness. Tusimame kwa miguu zetu. Tukimalizia hiki kipindi cha mafundisho, yale ambayo tumejifunza yote about how to deal with fear. Wewe kama Mkristo, uende mbele za Mungu. Yale yote ambayo tumejifunza, uambie Mungu yale yote ambayo tumejifunza, akusaidie usikuwe na roho ya uoga. Maana yeye mwenyewe amedhibitisha kwamba in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7 ya kwamba yeye hakutupatia roho ya uoga, bali yeye kama Mungu wetu ametuambia alitupatia roho ya upendo, roho ya uasi. Praise God. So as Christians, enda mbele za Mungu. Maana yeye amesema hakutupatia roho ya uoga. Na pengine wewe hapo penye uko na roho ya uoga. Jiulize hiyo roho imetoka wapi? Enda mbele za Mungu, mwambie, kwa sababu yeye ametuahidi ya kwamba hakutupatia roho ya uoga, ametupatia roho ya upendo, roho ya uasi. Enda mbele zake umwambie akuondolee hiyo roho ya uoga ambayo wewe mwenyewe umetupatia, sababu yeye hakutupatia. Akuondolee, akupe roho ya upendo, roho ya uasi. Enda mbele za Mungu, mwambie akupatie roho ya uasi, roho ya upendo ambayo amesema ametupatia, na aondoe ile ya uoga ambayo wewe mwenyewe umetupatia. Chukua hatua, enda mbele za Mungu, zungumza na Mungu. Bwana, unastahili kusifiwa na kuabudiwa. Hakuna mwingine. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa.